watapepesuka sana. Lakini wale wanaomtumainia Bwana hupewa nguvu mpya. Watapaa juu ya mbawa za tai. Hupiga mbio wala hawachoki. Watakwenda wala hawataazimia. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Kiitikio: ni vema kukushukuru Bwana. Ni vema kukushukuru Bwana. Ni vema kukushukuru Bwana. Ni vema kukushukuru Bwana. Kwa kuimba: ni vema kukushukuru Bwana. Ni vema kukushukuru Bwana. Ni vema kukushukuru Bwana. Ni vema kukushukuru Bwana. Ni vema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako, ewe uliye juu. Ni vema kutangaza wema wako asubuhi, na uaminifu wako nyakati za usiku, na uaminifu wako nyakati za usiku. Ni vema kukushukuru Bwana. Ni vema kukushukuru Bwana. Mwenye haki atazitawi kama mtini, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni, waliopandwa katika nyumba ya Bwana. Watazitawi katika nyua za Mungu wetu. Ni vema kukushukuru Bwana. Ni vema kukushukuru Bwana. Hata katika uzee watazama matunda, watakuwa na utamvu na ubichi, ili watangaze Bwana ni mwadilifu, mwamba wangu asiye na uovu ndani yake. Ni vema kukushukuru Bwana. Ni vema kukushukuru Bwana. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile Petro na Yohane walipanda hekaluni kuhudhuria sala muda wa saa 9. Hapo palikuwa na mtu kiwete tangu kusaliwa, akibebwa, na kila siku watu walimweka penye mlango wa hekalu uitwao
lango zuri, ili awaombe msaada wenye kuingia hekaluni. Alipowaona Petro na Yohane wanaingia hekaluni, aliwaomba msaada. Petro na Yohane walimkazia macho. Petro akasema, "Ututazame." Akawaelekea akitumaini kupewa kitu nao. Petro akasema, "Fedha na dhahabu mimi sina, lakini ninakupa nilicho nacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, inuka na utembee." Kisha Petro akamshika mkono wa kuume, akamwinua. Mara nyayo zake na viungo vikaimarika. Akaruka, akaweza kusimama na kutembea. Na akaingia hekaluni na miguu pamoja nao, akitembea na kurukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote walipomwona anatembea akimsifu Mungu, wakamtambua kuwa yeye ni yule aliyezoea kukaa penye lango zuri. Lakini hekalu na kuomba msaada, wakajaa mshangao na staajabu, wasijue yaliyompata. Neno la Bwana. Tusimame sote kwa shangilio. Bwana awe nani. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Yesu alianza safari tena. Mtu mmoja alimkimbilia, akampigia magoti, akamuuliza, "Mwalimu mwema, nifanye nini ni urithi uzima wa milele?" Yesu akajibu, "Kwa nini unaniita mwema? Hakuna aliye mwema isipokuwa mmoja, ndiye Mungu. Umezijua amri: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba na mama yako." Naye akajibu, "Mwalimu, haya yote nimeyashika tangu ujana wangu." Yesu akamtazama, akampenda, akamwambia, "Unahitaji bado kitu kimoja. Nenda ukauze mali yako yote,
ukawape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate. Kwa neno hilo yeye alifunja moyo, akaenda zake kwa huzuni, kwa maana alikuwa mtu mwenye mali nyingi. Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa wageni wetu wa heshima ambao mmeheshimu mkaja hapa kujiunga na sisi kwa ajili ya sala hizi za kumshukuru, ndugu mawaziri mliopo hapa na ndugu patron, viongozi wa serikali mliopo hapa, viongozi wa makanisa yetu mliopo hapa, ndugu wa Kristo, watu wa Mungu wa taifa la Kenya. Tumsifu Yesu Kristo. God is good and all the time. Bwana Yesu asifiwe. Mlembe bosi. Chamge. Tushukuruje Mungu kwa nafasi ambayo ametupa kama wanadamu na wananchi kwa siku ya leo, kwamba tuko wazima. Tunataka kushukuru kwamba tumeweza kupata nafasi ya kutana hapa. Tunasema asante kwa Mungu. Kwa makanisa yetu tunasema asante kwa Mungu, na hata kwa viongozi wetu tunasemaje? Asante kwa Mungu. Basi mgeukie mwenzako mwambie pia asante. Kwa sababu inawezekana wengine tumekuja kwa pikipiki, hatujashukuru mtu wa pikipiki. Wengine tumekuja kwa magari, hatujashukuru dereva wa magari. Wengine labda wamekuja kwa ndege, hawajashukuru dereva wa ndege. Lakini tunasema tunashukuru nani? Mungu. Kwa sababu pia tabia ya kushukuru inahitaji imani. Mara nyingi watu tunachukulia mambo kuwa ya kawaida, lakini kushukuru ni jambo la mtu mnyenyekevu na mtu wa imani. Wimbo wetu wa taifa umetualika ya kwamba kila siku tufanye nini? Siwasikii watu wa Mungu. Kila siku tufanye nini? Kila siku tuwe na shukrani. Jana ulimshukuru Mungu? Juzi ulimshukuru Mungu? Sasa leo tuna nafasi ya kumshukuru nani? Mungu. Na natumai pia kesho, manake ni Jumapili, tutaenda kumshukuru nani? Mungu. Kwa kweli Mungu ametutendea makubwa. Kila mmoja wetu anashuhudia. Na nafasi hii ambayo tumepewa kwa makanisa yetu, tunataka shukrani zimwelekee Mungu, tukijua ya kwamba pindi shukrani zinavyopanda ndipo baraka zinafanya nini? Zinashuka. Whenever the praises go up, the blessings come down. Na umeona hata tukichoma ubani hapa kwamba sala zetu ziweze kupaa angani na kumfikia Mungu katika mahali pake patakatifu. Tumesikia nabii Isaya akituarifu asubuhi ya leo kwamba Mungu ni mwenye nguvu. We are serving a powerful God. Lakini hizo nguvu anatugawia hata na sisi. Ndio maana anasema wakati vijana wamelegea na wazee wamelegea, Mungu anatupatia nguvu. These are words of hope to each one of us, that whenever we are weak or whenever we are overwhelmed, we can trust the help of God who lives above in heaven. So this is the courage that we take today
Isaiah encouraging each one of us that our help is in the name of the Lord, and inviting each one of us to always look up for God's help in whatever we are doing. Na ndio maana kama nchi tunapojikusanya katika ibada kama hizi, tunasema Mungu ndio tuko na changamoto, lakini tunajua msaada utatoka wapi? Mbinguni. Wale wasiomjua Mungu watakimbilia misaada mingine. Wale wasiomjua Mungu watakimbilia mambo mengine. Lakini mimi na wewe watu wa Mungu, let us trust in God's help. Tumeitikia wimbo wa Zaburi ambayo imesema ni vema kumshukuru Mungu. Na katika ibada za Kikatoliki tunaongeza tukisema ni vema na haki, kwa sababu Mungu astahili kushukuriwa. Na mimi nimesikia nyimbo ikiimba ikisema ati hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna hata kuwepo. Nimetembea kote kote, nimezunguka kote kote, nimetafuta kote kote, hakuna hata kuwepo. In the second reading, friends in Christ, we have the story of a beggar. And beggars are always there. Every village has a beggar. Jay, do you know a beggar in your village? Do you know any beggar in your village? So we are talking today, the word of God is talking to us about a beggar. These are people we meet on the streets. These are people in our villages. And mind you, even in our gathering here, there could be a beggar. God is good. Inawezekana kuna muombaji kati yetu. On this fine day, a beggar who always sat at the temple to beg. Today he meets two people who are lovers of Christ. Two people who are disciples of Christ like you and me. And normally, a beggar has something, some coins shaking and saying, surely do something for me. The question is, do you look at the beggar? Huwa tunamwangalia muombaji? Huwa tunamuongelesha muombaji? Huwa tunamsaidia muombaji? That is the question we need to ask today. Thanks to Peter and John, the disciples of Jesus like you and me, who turned around and looked at the beggar. Sometimes we do not even look at the beggar. Sometimes we run away from the beggar. But today we are reminded as children of one God, we have to look at the beggar. Because it doesn't matter what you have, but look at the beggar. Turn to your neighbor and say, look at the beggar. Muangalie muombaji. Because sometimes we look the other side. When it's this side, you look the other side. But you are encouraged today to look at the beggar. And as they looked at the beggar, of course the beggar wanted only one thing, their money. But the two disciples spoke a different language to the beggar, which you are invited, you and me as Christians, to take up that language and speak to those who beg for our help. Peter and John changes the story from the usual giving of coins to empowering the beggar. And so today we take home the lesson of empowering each other. Because in our country, there are many people who are disempowered.
For one reason or another, they have no name. You remember the beggar has no name. They're just calling him a beggar. The beggar did not speak to anyone. No one spoke to him. But today, somebody is speaking to him. The beggar was always brought at the front of the temple because he was disempowered. Dear leaders of our country and dear Christians, we are also at crossroads. Yes, a lot more are doing well with their lives, but another bigger percentage is struggling. So today we are encouraged in this meeting to empower each other. That's an invitation from the good book. Because many are disempowered. Let us empower each other from diseases. Let us empower each other to gain education. Let us empower each other to get employed and to get the basics that every other human being deserves, because we are children of one God. So Peter and John begins to speak to the beggar. It's the first time he's hearing people speaking to him. And they tell him what he doesn't want to hear. They tell him, silver and gold we do not have. But in the name of who? In the name of who? In the name of who? In the name of Jesus, rise up and walk. Friends in Christ, we have a bigger name. We who are Christians own a very big name. Paul, in the letter to Philippians, says, Jesus, after suffering out of his obedience, God exalts him and puts him above every other name, so that Asante Mfawidhi. God is good, and all the time. We are reflecting on a beggar, and at the point Asante. John and Peter speaks to the beggar and says, in the name of Jesus, rise up and walk. To remind me and you as Christians that we own a big name. The name of Jesus, which has been placed above every other name. And so as Christians, we can help each other. We can empower each other. Not because we have silver and gold, but because we have a name, Jesus. Not because we are endowed with wealth or copper, but because we own that name of Jesus. So the help may not come from the rich, but the help can come from anyone, because God has given us a name that is above every other name. And so today, going forward, children of God, friends in Christ, let us be conscious of that name that we bear. That name is so powerful. The government can use this name to turn around business. The politicians can use this name to turn around politics. The parliament can use this name to turn around parliament. But also the religious leaders can use this name to turn around this nation, because it's a big name. John, Peter, and the beggar all walked to the church because the two turned a beggar into a worshiper. That means when someone benefits from our goodness,
that person will always glorify God. As we are here today, these churches are going to benefit because of your benevolence and support. And at the end of the day, we shall say, glory be to who? Not just to the patron, but to who? And once glory goes to God, what happens? Blessings come back to our homes. Amen? That is the kind of thing. The beggar was turned to a worshiper. And the worshiper went around praising God. And that is what you are doing today, friends in Christ. Tumshukuru Mungu. Tumsifu Mungu kwa mema ambayo ametenda. And now, he only does not become a worshiper, but he becomes a church member. That means he has been adopted into Christianity, into praising God, and into lifting up the name of Jesus. Again, after this celebration, friends in Christ, let us move closer to God. But again, let us ensure we adopt each other into Christianity. There are many people, thousands of people who do not know about God. But it's up to us Christians to rise up to occasion and call this to become also adopted children of God, as Paul mentions in the book of Ephesians, that through Jesus we have become adopted children of God. What happens to adopted child? He becomes part of a family. We thank you, Bwana Farouk, for adopting the churches. And indeed begins a journey of togetherness so that we can do our thing together and all glory goes back to God. That is something that is going to take you to heaven. I believe so. Amen? Because you have adopted the church. You have adopted the children of God. And I know you are going to do more and more because God has wished that for you. Friends in Christ, at one point, people in this nation were talking about a revolution. But a revolution is untenable because we have already proved ourselves that it will be unpeaceful. So we are not focusing anymore on revolution. But today I introduce to you what we should focus on as people of God, and that is regeneration. A revolution means a people begins to agitate for something. And that means these ones will agitate and these ones may not. So as we begin to come together, we unfortunately divide. But regeneration is for an individual. An individual begins to recreate himself to make this country a better place. Regeneration ni kuongoka, mtu mwenyewe anageuka. Anaamua lazima nianze kuwa tofauti. Friends in Christ, there is a man in the gospel today who ran up to Jesus and said, "Good teacher, what must I do to attain the kingdom of heaven?" Friends in Christ, this is a question that Christians overlook. They may look for any other thing except the kingdom of God. And you religious leaders will bear witness. We have so many of our Christians who just come because wanataka wakikufa mtu aende wazike, awafanyie ibada nzuri ama awaombee, lakini hawakuji kwa sababu wanataka kugeuka na kwenda mbinguni. God is good and all the time. So today, allow me to remind us, dear friends in Christ, that we have a journey to make. We have a journey to remake our country, but also we have a journey to go to heaven. And some of you are also being taught that there's no heaven. We have a God here in Tongareni and Bungoma and so on. That's a dangerous trend. God is good. It is better to prepare so that if you reach there and there's no heaven, you have nothing to lose, than not to prepare and then reach there and find that there is heaven
and then you've lost everything. So this is an opportunity, friends in Christ, to remember this question of the rich young man. Good teacher, what must I do to go to heaven? And we remind ourselves this morning, what must we do to regenerate ourselves? What must we do kujiumbua? Tufanye nini tuwe bora zaidi tulivyo kama nchi, kama kanisa, kama watu wa Mungu? We have to regenerate ourselves for a better today and a better tomorrow. But the journey of regeneration is quite difficult because it means sacrifice. Many of us go to church, many of us are Christians, but sacrifice remains something under the table. When you ask, leta huu mchango, padri anaitisha mchango mwingi. Fanya hili na lile, tuende katika huduma ya kuombea wagonjwa, sina muda. Many of us do not want to sacrifice. And religion without sacrifice is a joke. So again, we are reminded today, for us to regenerate and to become better people, we have to sacrifice. That's why Christ asks him, go and sell all that you have. Give it to the poor, then come and follow me. Sijui wangapi leo wanaweza enda nyumbani wakauza vitu vyao wakapatia maskini. Wangapi kwa ishara ya mkono tuone? Ati utauza, Bwana Faruka anasema anaenda kuuza kila kitu. Na wapatie maskini na aje amfuate Kristo. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Tumaini tu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Karibu sana, tuketi ndugu katika Kristo. Wakati injili inaendelea kuisha, Mheshimiwa Makamu wa Rais, sijui utanipa ruhusa kwanza tena? Lakini karibu sana hapa kwetu, na pamoja na waziri mkuu na wageni wengine. Papa wa Roma, karibu pia. Tunashukuru sana. Because these lessons are for us and we have come to church, I will just go over them for a minute. We have been reminded this morning about the greatness of God. And each one of us has something to thank God for, including the Deputy President, whom yesterday marked 35 years of marriage. Makofi kwake. And today we gather here to say it is good to give thanks to God. Because even as we forget to thank each other, let us not forget to thank God. Because as praises go up, blessings come down. Our anthem reminds us that kila siku tuwe na shukrani. And again, we have encouraged each other that kila siku wa Kenya wawe na shukrani. Na Paulo ametuambia hata yakiwa yanaenda vizuri tushukuru, hata yakiwa yanaenda vigumu tufanye nini? Tushukuru. Today, Christ has talked to us about the beggar at the temple, who was met by John and Peter. And normally as a beggar begs for something to eat, today John and Peter gives them another different approach. They speak to him and they tell him that we do not have silver and gold, but in the name of Jesus, rise up and do what? And walk. That reminds us Christians that we bear a bigger name of Jesus. We may not be having the money or the gold, but we have a name that has been placed above every other name.
according to Paul's letter to Philippians. So Christians today in this village and part of the country, we realize and in fact decide that in the name of Jesus we are going to do something about each other. And that is empowering each other. Because the name of Jesus can help beggars to become worshippers, can help those who are lost in crime to turn around, can help those who are sick to be healed, and can help those who do not have to begin to have, and those at the grass to go up to grace. And in the gospel, we are invited today to think about our journey of bettering our country, but also our journey to heaven. A young man goes to Jesus and asks, "Good teacher, what must I do to gain the kingdom of heaven?" On one side, he asks him to keep the commandments, which truly is a tricky thing to us as a people. But we keep on trying. But the next part is very important for us as Kenyans and as Christians, where he says, "Go and sell everything, give it to the poor, come and follow me." We have one person in this crowd who has already said he's going to sell, Bwana Faruk. Anaenda kuuza kila kitu, anakuja kumfuata Kristo. Makofi kwa ndugu Faruk. I know by the end of this gathering, someone else will come up and say, "I'm going to sell everything." But it's not about just selling, but it's about regeneration. Your Excellency, at one point in this country, people were talking about a revolution. But your guess is good as mine that a revolution is untenable, because we are still at a crossroad. And so the church today invites us to regenerate. Because regeneration is an individual, it's a singular person to decide to regenerate. Just like the young man in the gospel decided, "Show me the way to the kingdom of heaven." We who are here today, let us also accept to regenerate, to recreate ourselves, kujiumbua, kujitengeneza upya. And if one by one begins to regenerate, sooner or later, the whole nation will have regenerated. That is what is tenable for our country, and that is what is going to turn around our country. And when we have adopted each other, and when we have empowered each other, and when we have regenerated in a man of character, in a man of sacrificing, this nation begins a journey of God-fearing and a journey of prosperity and success. So, as church leaders, we continue to pray for each one of us that this be our way forward, while putting God at the start. We are sure to arrive at the end, because He's always faithful. And when all this is said and done, we shall meet here again to say, "O great thou art, O great thou art, O great thou art." Mungu awabariki sana kwa kadri ya utajiri wake. Tuongeze makofi mengi zaidi kwa ajili ya neno la Mungu hilo ambalo tumelisikia. Baba paroko wetu, asante kwa homilia hiyo nzuri, nzito, yenye ujumbe makini. Basi tutatumia dakika chache kutafakari ujumbe huo, na baada ya hapo wale ambao wamejiandaa kwa ajili ya sala za waumini, kwa ajili ya maombi, mabishop wetu na viongozi wa kanisa wale, basi watajongea mbele kwa ajili ya maombi. Na hivyo tutafakari kwa dakika 2 ujumbe huo wa neno la Mungu.
Na sasa tutasimama wote na kiongozi wa ibada atasali sala ya utangulizi, na baada ya hapo viongozi wetu wa makanisa watatuongoza katika maombi. Karibuni. Ndugu zangu, katika sala hii ya wazi na ya pamoja tunayofanya sasa, si kila mmoja kwa ajili yake peke yake wala kwa ajili ya mahitaji yake tu, bali wote kwa ajili ya watu wote. Tumuombe Bwana asikilize kwa wema sala zetu. Basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na wakaribisha wote katika sala zetu za siku ya leo. Tusali kwa ajili ya makanisa yetu, ya kwamba Mungu ametuwezesha, wametuombea kuna amani. Tuombe. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mwenye enzi na utukufu, tunakushukuru kwa wema wako mkuu na zawadi ya makanisa katika ulimwengu wote. Tunakuomba utuchalie Roho wako Mtakatifu, aelekeze wa utumu wa makanisa haya yaliyokusanyika hapa kwa ushirikiano mwema. Tuombea maaskofu wote, makasisi, mashemazi na watumu wote, wape hekima uchaji. Tuchalie umoja, amani na upendo. Makanisa yetu yaelekezwe kwa uwezo wako na kuelekeza katika maagizo ya mwanao Yesu Kristo. Bwana, twakuomba. Maombi yametolewa na Askofu Robert Simiyu Standa, African Minister of Jesus Christ Mlembe. Asanteni. Tuombe kwa ajili ya nchi yetu. Baba na Mungu wetu, uliye mwenye rehema nyingi, upendo ulio mkuu na rehema tele, twaiombea serikali yetu ya nchi ya Kenya. Wajalie viongozi wetu hekima na maarifa ya kutekeleza mipango na sera za kuwainua wananchi wote. Mjalie rais, naibu wake na viongozi wengine wote serikalini afya njema ya roho na mwili. Wape nguvu, amani na uchaziri wa kutenda kazi za maendeleo ya nchi yetu na kutimiliza ahadi walizowekea wa Kenya. Bwana, twakuomba ukatusikilizie. Let's bow down our heads as we pray for God's provision in our lives. Our Heavenly Father, the Father of our Lord Jesus Christ, we thank you for this new day and the blessings it brings. We thank you for your guidance and the providence that you created us with a purpose. Heavenly Father, forgive us for doubting you, worry and disbelief, so that we can trust your plans. For you have good plans for us, not for destruction, but for future hope. Father, no situation is hard for you, Jehovah Jireh. May it be physical, spiritual, emotional, or relational needs. For you have said, you will meet all our needs according to your riches in glory by Christ Jesus. You can move mountains and rivers for the sake of those you love. We thank you in advance for your miraculous provision in abundance, so that we can become a source of love and support in need. May I pray in the name of our Lord Jesus Christ, I believe. Amen. Tunaomba maombi ya kushukuru. Almighty God, the giver of all good things, we thank you for the natural majesty and beauty of this land of Kenya. We thank you for the great resources of the nation. We thank you for the leadership of our country.
Kenya. We thank you for freedom which has been achieved in this land. It has drawn people from all every nation. Help us, O Lord, to finish the good work here begun. Strengthen our leaders to abolish poverty and crime, and hasten the day when all people with many voices in one united choruses will glorify your holy name. Lord, hear us. Sala kwa ajili ya wagonjwa. Pamoja na hayo, he Mungu mwenye nguvu na mamlaka, uliyetuumba kwa uwezo wako na kufanana nawe, kwa unyenyekevu twakabidhi mikononi mwako wagonjwa wote wanaougua na magonjwa tofauti tofauti, kwa vile saratani, kisukari, kifua kikuu, magonjwa sugu na mengine mengi. Papa, uwaponye. Walio na upungufu wa fedha ya matibabu, uwafungulie njia. Baba, kwa imani twawaombea uwaponye. Tenda kadri ya mapenzi yako. Sifa na shukrani sikurudie Mwokozi wetu. E Bwana, twakuomba utusikie. E Mungu mwenyezi wa milele, unaokoa watu wote na unataka wasipotee hata mmoja. Usikilize sala za watu wako hawa na utujalie ili mwendo wa dunia uongozwe kadri ya mpango wako wa amani kwetu, na kanisa lako lifurahie moyo wa uchaji mtulivu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sasa tuketi. Ni wakati wa matoleo, na wakati padri kiongozi wa ibada anatolea matoleo hayo, mwili na damu ya Yesu Kristo, basi nasi tunaunganisha katika sadaka hiyo anayotolea kuhani kwa matoleo yetu mbalimbali ambayo tutayatoa. Kwa hiyo basi tutatoa sadaka na kutakuwa na ushers ambao watazunguka, basi kila mmoja aweze kumtolea Mungu kwa moyo. Hiyo ni sadaka ya misa. Karibuni kwa kipindi hicho.
vipaji, mkate na divai watatangulia mbele, na wengine tunaweza kusindikiza vipaji hivyo vya mkate na divai. Na wakati procession ya vipaji inaendelea, basi wote tunaalikwa kusimama tukisindikiza kwa pamoja kwa kuimba na kushangilia wakati vipaji hivyo vinaletwa hapa mbele. Karibuni kwa ajili ya kusindikiza vipaji na matoleo yetu.
sadaka yangu na yeni kubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakutolea sadaka ya sifa kwa ajili ya mapaji uliotujalia. Tunakusihi kwa unyenyekevu tujalie, ili uliotukirimia bila mastahili yetu tuyatumie kwa ajili ya utukufu wa jina lako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe una haja na sifa yetu, lakini sifa hii ni kipaji chako tunachokurudishia kwa shukrani. Maana nyimbo zetu za sifa zikuzidishii kitu, bali zatufaa sisi kupata wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha: mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni. Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, alitoa kikombe na kukushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, utukamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis na askofu wetu Dominic na wakreri wote, na askofu wetu Ubanyi. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Wakumbuke, tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na mtakatifu Yusufu mume wake huyo bikira, mitume mwenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake
na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi, na iwe rohoni mwako. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, si stahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona.
Na sasa imefika kipindi cha kumpokea Kristo katika Ekaristi Takatifu, na watakaopokea basi ni wale wa Katoliki ambao wamejiandaa tayari. Karibuni kwa sehemu hiyo. Mapadri wawili watasimama hapa mbele na wengine watasogea nyuma huko kidogo.
Tumsifu Yesu Kristo. Leo ni siku ya kushukuru, ama namna gani? Na anayeshukuru anakuwa na furaha, ama sio? Huwezi kuwa unashukuru alafu uko na huzuni. Kwa hiyo tuko na furaha kubwa. Kwa hiyo basi tumuonyeshe Mungu shukrani zetu na tumpe hiyo utukufu. Tusimame wote na tuimbe wimbo wa shukrani kwa furaha. Karibuni kwa ajili ya wimbo wa shukrani.
tuongeze makofi na vigelegele zaidi. Asante. Sasa tutulie kwa ajili ya sala baada ya komunyo. Tuombe. Mungu, umeturudishia kile tulichokutolea kwa ajili ya kukushukuru. Ukakifanya kiwe kwetu sakramenti ya mwanao iletayo wokovu yenye kutulisha kiroho. Utujalie tuimarishwe hivi kwa vipaji vya ujasiri na furaha, hata tustahili kukutumikia kwa bidii zaidi na kupata fadhili zako mpya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tuketi. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu wetu ni mwema na kila wakati, na wema wake umejidhihirisha wakati huu ambapo tumeuona utukufu wake katika ibada hii takatifu ya misa. Tumshangilie tena kwa makofi na vigelegele Mungu wetu. Basi paroko wetu Father Felix, asante sana kwa kutuongoza katika ibada hii ya misa takatifu na kwa neno ambalo umeweza kutupatia. Nasema asante sana. Basi ninashukuru pia kwa mapadri ambao wameshirikiana na kiongozi wa ibada ambapo kwa pamoja wameweza kushirikiana katika kumwomba Mungu kwa sadaka takatifu ya misa. Wanakwaya, mambo yamekuwa mazuri. Asante sana liturgical dancers, mmefanya liturgy yetu ya leo iweze kuwa poa kabisa. Na wamedansi kweli kweli wale watoto. Ni kama vile unajua wamezoea suguti. Hao watoto huko wanacheza sana suguti. Safi sana watoto. Basi kila mmoja wetu asanteni kwa nafasi ya kila mmoja kwa kushiriki vizuri katika ibada hii takatifu ya misa. Nitake tu kukumbusha jambo moja kabla sijarudisha microphone kwa paroko. Kesho Jumapili ni kwa Wakatoliki ni Jumapili ya Matawi. Jumapili ya Matawi Wakatoliki wote huwa tunaandamana. Tunaandamana na matawi yetu tukiomba amani, tukiomba umoja, mshikamano na baraka ya Mungu, tukiliombea taifa letu. Kwa hiyo ninawaomba Wakristo wote tuweze kuungana katika maandamano ya matawi hapo kesho. Jumapili tutapita kijiji kwa kijiji, mtaa kwa mtaa, ward kwa ward, county kwa county. Tutaona watu wakitembea na matawi wakiomba baraka za Mwenyezi Mungu. Na sisi Wakristo tuko na maandamano mengi. Ijumaa Kuu tutakuwa na maandamano na msalaba. Tutaandamana na msalaba kutubu dhambi zetu, kumwomba Mungu aweze kutubariki. Na inapofika mwezi wa 6 kuna sherehe ya Ekaristi takatifu, mwili na damu ya Yesu Kristo. Tutaandamana na Yesu Kristo mitaani kwenye mabarabara humo, tukiomba upendo kati yetu. Kwa hiyo tuko na maandamano ya kutosha sana, na hayo nafikiri yanatosha kutuletea baraka. Na waomba sana Wakristo tujitahidi kushiriki katika maandamano hayo ambayo yanatuletea baraka. Basi kwa nafasi hii ni mkaribishe mheshimiwa paroko basi aweze kutuongoza kwa kipindi kifupi kwa ajili ya utambulisho wa hawa ambao wako hapa mbele. Karibu paroko. Mheshimiwa Makamu wa Rais na Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na Mheshimiwa Spika wa Bunge letu la Kitaifa, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa wabunge, wakilishi wa wadi na ndugu viongozi katika serikali, ndugu viongozi wa makanisa, napenda kushukuru sana kwa nafasi ambayo mmetupa kama parish ya Chimoi iliyoko eneo hili. Asanteni sana kwa kuja na asanteni sana kushiriki ibada ya misa. Sasa ningependa kwa kifupi sana kuwatambulisha mapadri ambao wamekuja nao pia wanawakilisha maeneo mengine, muweze kuwatambua. Padri wa kwanza, karibu Padri Alex.
His Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua, Prime Cabinet Secretary Honorable Wycliffe Musalia Mudavadi, Speaker of the National Assembly Honorable Moses Wetangula, Cabinet Secretary Murkomen, Permanent Secretaries present, His Excellency the Governors, Members of Parliament, Members of the County Assembly, Patron of the Prayers of the Churches present, Honorable Farouk Kibet, waumini wote, tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Bwana asifiwe. Amen. Allow me your patron, kwa sababu niko hapa kwa mwaliko wa patron wa sherehe Honorable Farouk Kibet kupitia kwa Member of Parliament Malava Constituency Honorable Injendi na kupitia kwa Member of County Assembly West Kabras ambao unafanya kazi kwa parokia ya Luanda, ambapo kwa mwaliko wa yule ambaye ameandaa sherehe hii alitutembelea mwaka uliopita na pia tukawa na hafla ambayo walitusaidia pia katika mchango wa kununua shamba, na tunasema asante. Kwa hivyo tunasema kwa hiyo nafasi na kwa uzuri huo walitualika kama parokia, and I'm standing here to represent the parish of St. Mary's Luanda Kabras. Kwa hivyo asanteni sana, and may God bless all of you. Thank you. Asante, makofi kwake ndugu Padre Alex. Atakayefuata ni yule yako anafuatana na yeye, tafadhali. Makamu wa Rais na waheshimiwa wote, kwa majina naitwa Emmanuel Kipchumba Bungei kutoka Tarbo Constituency, Kapsaos Ward, na mimi nimekuja ili niweze kuwakilisha kanisa la Mtakatifu Yosefu Mfanyikazi, sehemu ambapo nimekuja ili tuweze kushirikiana pamoja kusema asante kwa Mwenyezi Mungu. Langu tu ni kusema tuweze kushukuru Mungu, na ningependa kwa njia ya kipekee kualika sana kule Tarbo, asa tunaposonga mbele, tunapongojea jiji la Eldoret liwe city. Tunajua sehemu hilile linahitaji kusaidiwa. Mimi kama padri wa kule na wakaribisha sana. Asanteni. Asante, makofi kwake. Tumpate padri mfawidhi wa liturjia, karibu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, baba yangu Rigathi Gachagua, pamoja na speaker wetu wa bunge, baba wa Roma, baba yangu wa Wetangula, baba yangu Musalia Mudavadi, na viongozi wote, maaskofu wangu, viongozi wenzangu wa kanisa, na Wakristo wote, tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Kwa majina naitwa Padri Patrick Mgumba, na wengi wanashtuka wanasema Mgumba maana yake nini? Ukienda kwenye dictionary ama kamusi ya Kiswahili, Mgumba maana yake ni mtu asiye na uwezo wa kusongesha mbele familia, sio kuwa na uwezo. Lakini kama huna uwezo pia kusongesha mbele familia, huwezi kuwa padri. Kwa hiyo mimi niko vizuri na ndio maana ni padri. Lakini basi kwa kikwetu jina Mgumba manake mmiliki wa ardhi. Mimi ni mzaliwa wa Tanzania, mkoa wa Iringa, na ukifika Iringa uliza wale wanaokulaga mbwa wanatoka wapi. Na mimi nimeshangaa hii shule yote hapa bwana, nimezunguka tangu juzi sione hata mbwa anayekatiza hapo bwana. Lakini nimesikia Rubao kuna mbwa mob. Watu wa Rubao mjipange na kuja huko. Basi ninafanya kazi katika parokia St. Mary's Queen of Peace Osorongai Parish kama paroko msaidizi. Kuna wengine wananiita mimi ati ni Gachagua wa parokia kwa sababu ni msaidizi wa paroko wangu. Basi asanteni sana, na watakia baraka nyingi za Mwenyezi Mungu. Mungu aendelee kubariki makanisa yetu, aendelee kubariki taifa letu la Kenya. Asante. Asante ndugu Ngumba. Sasa tumpate padri msaidizi katika misa. Kwa Mheshimiwa Deputy President Musalia Mudavadi, papa wetu wa Roma, waziri wetu Murkomen, nimeona Kimani Shungwa, na pia Mheshimiwa Farouk, waheshimiwa wengine hapa, ma MPs wetu,
na viongozi wetu wa serikali wote mlio hapa, makanisa yote 40 na wote hata na wale ambao hawana makanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Salamu alaikum. Asanteni sana ndugu zangu, na ninayo furaha sana kuwa katika maeneo haya. Furaha yangu haiwezi ikaelezeka kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye anayejua tu. Ninayo furaha kweli kubwa sana. Kwanza excellent deputy president, ningependa kwanza kusema ya kwamba huu muungano wa makanisa 40 ambao tumeufanya kwa siku ya leo ni muungano ambao ulianza miaka ya nyuma. Na mwanzoni ulipoanza tulikuwa na makanisa machache, lakini kwa sasa hivi naona ya kwamba kwa kupitia Mheshimiwa Faruk kwa sasa ameweza kufanya huu muungano uwe mkubwa sana kwa ajili ya maendeleo ya makanisa yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Makofi kwa Mheshimiwa Faruk. Na ninasema hivyo kwa sababu gani? Sisi wenyeji hasa kanisa ya St. Mary's Queen of Peace tumefaidi sana kutokana na muungano huu wa makanisa. Tumejengewa kanisa kubwa sana pale ya over 32 million. Kanisa nzuri ambayo inaopendeza kwa kupitia muungano huu mzuri. Kwa hivyo tunasema kwamba ni asante, na Mheshimiwa Faruk tunaomba ya kwamba uendelee na moyo huo, hata ikiwezekana tuwe na muungano wa makanisa kila mwezi. Tujenge makanisa yote Kenya. Kwa hivyo naomba sana tuendelee na huu muungano. Nasema kwamba umoja ni nguvu, utengamano ni udhaifu. Basi si mtu wa mambo mengi, maneno machache tu. Kwa sababu najua kwamba bado huu muungano unaendelea, na kuomba sana Mheshimiwa Faruk, unajua kwamba umetujengea kanisa na bado halijamalizika. Kwa hivyo naomba ya kwamba utuletee deputy president, utuletee Papa wa Roma, utuletee Musalia Mudavadi, utuletee Kipchumba, utuletee na ma-MP wote, tuje tumalizie kanisa hilo. Mungu aendelee kuabudiwa na kutukuzwa. Mimi wenu Padri Benedict Munyaka Munyao kutoka Machakos. Asanteni. Asante Padri Benedict. Na huyo ndo paroko wangu, parokia St. Mary's Queen of Peace Osorongai. Hujasema kama wewe paroko bwana nini? Asante sana Padri Paroko Benedict. Mheshimiwa Naibu wa Rais, viongozi wote mliopo hapa, ndugu viongozi wa makanisa. Nami naitwa Father Felix Achebi, padri msimamizi wa parokia ya Chimoi. Na Wakristo wa Chimoi wameimba. Si wameimba vizuri? Mkiamua waende Nairobi waimbe sitakuwa sawa. Lakini hawana mitambo, sasa mtawasalamia. Sasa mimi nashukuru kwa nafasi hii ambayo mmenipa, hasa mno ndugu zangu wa Friends pamoja na ndugu Faruk kwa kuongoza misa hii, na watakieni kila laheri. Mungu aibariki nchi yetu ya Kenya, na Mungu awabariki nyote. Asanteni. Sasa tutasimama tutoe baraka, na baada ya baraka tunakaribisha kanisa la Friends kuendelea. Asanteni sana. Bwana awe nanyi. Awabariki Mwenyezi Mungu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Misa imekwisha. Tumshukuru Mungu. Makofi kidogo tu, angalau kuonyesha kwamba sote tuna furaha. Wakiondoka mapadri wetu, tufurahi.
tufurahie, manake tunataka kuingia katika kipindi cha pili cha siku ya leo, siku ya shukrani. Asante sana kwa kanisa Katoliki kwa kutuongoza kwa ibada hii na misa ya leo. Kumbuka ni ibada ambayo inahusisha makanisa 40 chini ya muungano wa makanisa katika kanda ya Magharibi na Rift Valley, patron akiwa ni Faruk Kibet. Asanteni sana. Tunataka kuingia katika kipindi cha pili cha program yetu. Jina langu ni Vincent Atea. Nitaweza kuchukua usukani angalau tuweze kuona namna gani. Haya, kwaya, asanteni. Haya, kwaya master. Asanteni sana. Hebu nione Bwana asifiwe. Inua mkono kama una furaha kwa siku ya leo. Asanteni sana. Asanteni sana. Patron wa makanisa 40 katika kanda ya Magharibi na Rift Valley, Bwana Faruk. Kwa heshima zote, Deputy President pamoja na Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi pamoja na Speaker Wetangula, magavana wote, maseneta, wabunge pamoja na wale ambao ni members of county assembly, bila kusahau mawaziri wetu wote ambao wamefika. Hii ni siku ya shukrani, sio siku ya huzuni. Kwa hivyo nataka niwakaribishe nyote kwenye hafla hii. Inajumuisha makanisa 40 kutoka kanda ya Magharibi, yani na Rift Valley. Umoja wa kitaifa unaanza na kanisa. Kwa hivyo tunashukuru kwa hafla hii. Bila kuchelewa, namuita mwenyekiti wa hafla hii ambayo umejumuika pamoja kuweza kupanga hafla hii, aje aseme neno moja. William Kopi, chairman, karibu. Excellency, His Excellency Makamu wa Rais, kabla ya kusalamia, nataka nione watu yangu wana ambayo wamekuja waseme kama wamefurahi au hapana. Mmefurahi? Mmefurahi? Tutaonaje? Nataka mkaribishe His Excellency Deputy President na makofi ya furaha, si ndio? 1 2 3 4. Vigeregere. Vigeregere. His Excellency Deputy President, Cabinet Ministers, Prime Cabinet Secretary, Speaker of National Assembly, Cabinet Secretaries, Governors, Senators, Women Representatives, MPs, guests, all guests wako hapa, ladies and gentlemen. Nataka nimkaribishe hapa Sirungai. Sirungai iko vile mnaona. Sirungai ni mpaka, iko kwa mpaka ya Kakamega County, Uasin Gishu na Nandi. Kwa hivyo nataka nimkaribishe. Tangu dunia iumbwe, hii ndiyo siku nimeona ya maana sana hii duniani. His Excellency, ukicha hapo utaona vile watu wamejaa.
utaona vile watu wanampenda, utaona vile watu wanapenda Kenya Kwanza. Kenya Kwanza si ni mzuri? Sasa utajionea mwenyewe. Nataka niseme hivi, tulitaka tuunde makanisa 40, 20 kutoka Rift Valley, 20 kutoka Western. Kwa sababu gani? We wanted to find out, we wanted to pray God. Kwa sababu hatutaki tuone yale tuliona miaka ingine, wakati watu walikuwa wanakorosana hapa kwa mpaka, na watu walirudi nyumbani wakaomba Mungu akasikia. Sisi watu wa Western na watu wa Rift Valley tunakula kitu kimoja, tunakaa pamoja, tunashiriki kwa makanisa pamoja. Karibu Bwana Deputy President, nilikuwa na mengi ya kusema, lakini nimeambiwa mko na haraka, lakini nataka niseme hivi. Tuko na changamoto, na hii changamoto tumeendea his beloved Honorable Faruku ameanza kutatua pole pole. Changamoto ya kwanza, His Excellency, ni kujenga makanisa. Changamoto ya pili, His Excellency, ni equip our schools. Changamoto ya tatu, His Excellency, ni kujenga mabarabara. His Excellency, kutoka hapa kuenda Chepsaita ni kilomita 4. Kutoka hapa kuenda Kamasai Center ni kilomita 5. Kutoka hapa kuenda Malaba, mahali headquarter yangu yiko, ni kilomita 25. Kutoka hapa kuenda Sekoi ni kilomita 26. Hii inaonyesha ya kwamba kutoka hapa niende Sekoi ni karibu kuliko kutoka hapa niende headquarter yangu ya Malaba. Na tumefurahi sana. Changamoto tunayo, His Excellency, vile ulisikia nikitaja barabara. Kutoka Chepsaita kuenda Mkhonje kwa lami, mmejionea nyinyi wenyewe, si ndio? Mmejionea. Tuko hapa na mtu wa nguvu, Cabinet Secretary Murakomen, na kuambia hiyo barabara kutoka Mkhonje to Chepsaita iko na shida. Barabara kutoka Makuti kufika Chepsaita ni shida. Barabara kutoka Chepsaita kupitia Manda kuenda Chimoi ni shida. Barabara kutoka Kapsabet, kutoka Chepterwai kuenda Chimoi ni shida. His Excellency, ukiona wanashangilia, si ndio? Nasema ukweli. Nasema ukweli. Ningependa His Excellency, ukicha hapa, you address the same. Wakisikia tu nasema lami itaweka,
Nakwambia hao watu utasikia vikelekele. Kuna wakati mtoto mmoja alikonjeka hapa saa 6 ya usiku, na mvua ilikuwa imenyesha. Tulikuwa na matope, hata Land Rover kupita ilikuwa shaita. His Excellency, wakati mtoto alitakikana aende hospitali, watu tuko na magari tulishinda kumpeleka, watu tuko na pikipiki tulishinda kubadaka, baiskeli ilishindwa. Wanafunzi walichukua tu kitanda na wakampepa kwa kitanda. Tangu afike barabara alikuwa ameaka dunia. Kwa hivyo shida tunayo ni barabara, shida tunayo ni health center. Hatuna madawa. Ukiona hii health center ambayo iko hapa, ukienda hapo, nataka nimwambie His Excellency Governor Smuka hapa, utapata tu Panadol na Brufen. His Excellency, shule zetu hatuna walimu wa kutosha. Ukienda kwa hizo shule uulize kama hapa Surungai, Chepsaita, Manda, Kamasai, uende baka Lwandet Friends na hawa neighboring wetu Lwandet TP, ukiuliza utawaambia ya kwamba hakuna walimu. It is very embarrassing if you can expect 37 teachers, ukiuliza wako 13. How are they going to perform? Kwa hivyo nakuuliza His Excellency, rudi hapa utusaidie. Bwana Excellency, tuko na labda nataka nimkwambie hivi, lakini na ufia. Tuko na watu waongozi wa mashule, principals, wamenipatia PQs, madilio yao. Najua nikileta kwa wewe nitapikwa cheki. Kwa hivyo nitapatia our beloved Honorable Faruku atakupatia, His Excellency. Kumalizia, His Excellency, ukirudi nyumbani salamia His Excellency President wa nchi, Honorable mpendwa William Samoei Ruto. Na ukimalizia His Excellency, hata ukirudi nyumbani uende usalamia mama wa kwako, na uambie watu wa Surungai tuko namna hii. Mmeona barabara, mmeona mambo ya shule, mmeona mali popote tuko na shida. Thank you very much. Tumpe makofi chairman jamani. Ni siku ya furaha, chairman amemaliza, si ndio? Haya, inua mkono, tunataka sasa kumkaribisha patron Faruku mwenyewe. Inua mkono ya baraka. Nataka tubariki Faruku ya kwanza, nikisema unabariki mbele, si ndio? Tunataka kumkaribisha patron wa shughuli ya leo, Faruk Kibet. Ya kwanza baraka, chemsha baraka, chemsha. Ya pili, chemsha baraka. Ya tatu, chemsha baraka. Karibu sana patron. Naibu wa Rais, kiongozi wetu wa taifa, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, kiongozi wa taifa, Mheshimiwa Spika, kiongozi walio wengi katika bunge la kitaifa na Senate, Mheshimiwa Aaron Cheruiyot, gavana wetu wa Bungoma, gavana wa Uasin Gishu, mjumbe wa sehemu hii, wapenzi wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe.
kama kawaida, hebu tusikize vile tunaweza kupokea wageni tukiwa watu ya nyumbani kwa makofi. Mheshimiwa Naibu wa Rais, tuliamua kufanya muungano ya kipamoja makanisa kwa sababu tulifunzwa kwamba uongozi bora unatokana katika mapenzi ya Mungu. Hatuwezi kuwa watu ambaye tunamjua Mungu lakini tunafanya matendo ambaye hampendezi Mungu. Ushirikiano wetu ulianza mwaka ya kale, na yule aliyefunza sisi akiwa mbunge wetu alikuwa rais wa nchi hii. Yeye alikuwa mbunge wa Eldoret North. Alikuwa ameniandaa sawa sawa kwamba ukimpenda jirani yako utaishi katika njia ya amani. Sherehe hii ingefanyika pengine Uasin Gishu, lakini sisi tulijali majirani kwa sababu hata kwa uchaguzi majirani wetu walisimama na sisi, ndipo tukaunda serikali. Hawa ni jamii ambayo wanaheshimika, na sisi pia ikifika hapo mbele tutasimama na jamii ya Mlembe. Wakati nilikuja ofisi yako Naibu wa Rais, ukaniambia kwamba ukiishi katika sehemu hakikisha kwamba unaishi katika mazingara ya ungwana, na basi nimekubali kuwa mgeni wa heshima kwa hafla ya siku ya leo. Nilipofika kwa mwenyewe nikajua hii ni kanisa yake. This school ambaye tuko ni Friends. Nilipomwambia tutakuja hapa akafurahi sana. Sasa hii ni kanisa ya lakini makanisa ambaye tumechumika hapa, Mheshimiwa Naibu wa Rais, wajua hapa kwa Waluya kuna kanisa nyingine ni wazuri sana. Anaweza kuimba kutoka hapa akimbie mpaka huko, ili hao Wakatoliki wakiomba na mashetani iweze kushindwa. Na vile mnajua, mnaona Papa wa Roma amefurahi. Si mnajua ni Mkatoliki? Hawa ni viongozi wa kitaifa. Na furaha yangu ni kwamba nilipoulizwa niwe patron, kulikuwa na mambo mengi. Wengine walikuwa wanasema kuna patron ya pombe, wengine wanasema kuna patron ya maandamano. Hata sasa wakati father anasema maandamano nimeshangaa, kwani father ameingiliwa na ile mashetani ya maandamano ya kumbe alikuwa anasema maandamano ya kuondoa mapepo ya maandamano mabaya ambaye inafanyika Nairobi. Ya muhimu ni kwamba tujenge kaunti zetu governance. Hakuna kile kitu utafurahisha watu wako usipowachenga. Hata ukifika Nairobi lazima ufikirie kufika nyumbani. Kwa hivyo sisi zote tumewakaribisha. Sitaki kusema kuzidi na mambo mengi. Tumefurahi kwamba leo siku yetu imefika na tutafanya kazi ambaye Mungu angependa tufanye na iweze kufaulu. Kwa hivyo niko na marafiki, na Mheshimiwa Rais utaniruhusu tutakuwa kwa njia ya kifupi ili tuweze kupatia viongozi wa taifa nafasi wasungumuzie nchi. Na tumesema tukitoka hapa, nimemuuliza Mheshimiwa Musalia ambaye ni kiongozi wetu andae kafla kama hii kule Vihiga. Mheshimiwa Naibu wa Rais andae kafla kama hii, na sisi zote tushirikiane ili Wakenya wawe kitu kimoja kwa wakati wote. Vile mnajua serikali ya Kenya Kwanza inaamini kwa kumshirikisha mwananchi wa kawaida kwa kila jambo. Sisi watu ya Kakamega, watu ya Uasin Gishu ama Rift Valley kwa ujumla,
sisi hatuwezi kuhusika na maneno ya mapepo ya kuvunja mali ya watu. Si ndio? Kakamega mtajenga Kakamega yenu county. Bungoma naamini watafanya hivyo, Uasin Gishu na Nandi watafanya vile vile. Kwa hivyo nitauliza MCA wetu amekuwa mkarimu, na kabla sijamaliza na MCA nauliza kupitia Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, ili umuamrishe kiongozi waziri wa mabarabara atuangalie nasi kwamba hii barabara huyu mzee amesema tuweze kuwekewa lami. Sisi tunaangalia lami ya kitaifa tu, na vile amesema kiongozi wa taifa kutoka hapa kufika kwake tunaweza kuchelewa tu. Wakati mvua ikinyesha itatuchelewesha kufika huko. Mtu atatoka Nyeri afike kwa president kabla mtu hajafika, kwa sababu anakwama barabarani akienda kwa president. Kwa hivyo tunamuuliza Mheshimiwa Murkomen ambaye ni waziri atusaidie kuchengea barabara kutoka Chepsaita, Chepterwai, Chimoi, this junction ambayo inapitia hapa iende mpaka Mhonje, ili nasi tufikirie kwamba siku moja historia ikiandikwa naibu wa rais alikuwa hapa na tukapata lami. Mnampenda naibu wa rais? Mnampenda Mheshimiwa Musalia Mudavadi? Mnampenda baba wa Roma? Kwa hivyo nitauliza viongozi wachache, na nataka kushukuru Mheshimiwa Mjendi Malulu. Na ninajua ni kwa nini maandamano hakuna Kakamega, sababu anatembeanga na Rosari. Enywe mwaya anza Malulu Njendi. Kweli? Rigathi Gachagua? Musalia Mudavadi? Baba wa Roma? Asante. MCS nitawapa nafasi tu uoneshane MCS wenzako wakisimama. Wewe utaongea na Kevo, niite mjumbe aoneshane wajumbe wenzake, ili tumpatie waziri, tumuombee nafasi aweze kwenda kazi nyingine, ndio tupatie viongozi. Nimesahau mjumbe wangu. Hebu tumpigie mbunge wangu kutoka Tarubo makofi. Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, Prime Cabinet Secretary, Your Excellency Papa wa Roma, Mheshimiwa mbunge wangu Malulu, abantu banje bemalaba mirembe, nolangwa, rigiji nolangwa, Your Excellency, hapa ndio Manda Shibanga, na mimi ndio MCA wa hapa. Langu ni kuwakaribisha, mjisikie nyumbani na mjue watu wa Malava. Watu wa Malava, watu wa Malava walipiga kura 100% kwa Kenya Kwanza. Obei. No obei. Your Excellency, mbele ni kuzuri. Vile umetembea hapa, tunakuhakikishia watu wa Malava 2027 tutacheza kama sisi, si ndio? Tutacheza kama na sisi. Your Excellency, wacha nikuambie ukweli. Sisi sahi watu wa Malava wako shambani wanapanda mahindi. Watu wa Malava wako wanatafuta mbolea CN waweke kwa mahindi. Watu wa Malava watabeba sufuria waweke kwa kichwa. Mutabeba sufuria? Bila kuongea mengi, nimeambiwa nikaribisha wenzangu wasimame tu wa wave, wala ambao tutafanya nao kazi huko kwa county. Wenzangu tafadhali. Hawa ndio watu
ng'ang'ana nao huko kutengeza Kakamega iwe mzuri. Your Excellency, ketini. Your Excellency, Patron ameongea mengi, ameomba barabara. Sitarudia hiyo, nafikiri akiongea umesikia. Hapa Your Excellency, hapa mahali tumekaa tulipropose TTI ambayo tujapata. Sulungai TTI. Your Excellency, hii Malava haswa Manda Shivanga, watu wengi wako kwa giza. Watu wako kwa giza. Hii stima unaona hapa iko tu labda kwa shule, lakini ukiingia huko ndani Your Excellency iko giza. Tunaomba stima. Your Excellency, kulikuwa na hii stima inaitwa last mile. Subaji uranga, watu wa Malava, aswa watu wa Manda Shivanga wanaomba tafadhali utuangalie upande huo. Your Excellency, vile mwenzangu Patron ambaye ni rafiki yangu na ni jirani hapa ameomba hiyo mambo ya stima ya barabara. Hapa Your Excellency kungekuwa na watu wengi sana. Lakini hiyo mambo ya matope wengine wamekwama huko kwa barabara. Kwa hivyo tunaomba Your Excellency utuangalie hiyo mambo ya barabara, ambayo hii barabara kutoka hapa Buhonje inaenda mpaka sehemu za Kaimosi huko. Tukipata lami Mubola Murishina. Sitaongea mengi, mengine tutawaenda kwa maofisi. Naona gavana wangu hajafika. Amefika, yes. Naona gavana wangu hapa. Tupigie makofi gavana wetu. Mengine nitaenda kwa ofisi ya gavana wangu mpendwa. Nitaongea na yeye. Your Excellency Fernandes Baraza, karibu sana. Najua nitazungumza na yeye na atakufikishia Your Excellency, na mbele ni kuzuri. Nolangwa Malulu nolangwa, Musala nolangwa, Papa wa Roma nolangwa. Tusalimie kwa hewa. Watu wa Manda Shivanga, mmefurahi? Muyanzile. Nimeona rafiki yangu SG wa UDA. Mpigie makofi Mr. Malala, mheshimiwa, tuko pamoja. Mengine tutaenda kwa maofisi ambayo sijasema. Tutazungumza na gavana wangu. Nitamfikia pia Prime CS Musalia Mudavadi, na mbele ni kuzuri. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, the Deputy President, all protocol observed, watu wa Wasinigishu, watu wa Malava na viongozi wote, Bwana Yesu asifiwe. Mlembe bosi, chamuge. Your Excellency, mimi naitwa Kevin Mahelo, MCA jirani hapa kwa wodi naitwa Butali Chegulo kwa chama cha UDA. Nichukue hii nafasi kukaribisha Malava. Your Excellency, umeanza vizuri. Wakati rais alikuwa anatembea hapa kwa makanisa na huyu patron wetu, watu walikuwa wanafikiria ni mzaha akitembea na huyu mheshimiwa Malulu tukihubiri Mungu. Lakini watu hawakujua kuna Mungu. Kwa saa hii William Ruto si ni rais? Kwa saa hii Rigathi Gachagua si deputy president? Na wale watu walikuwa na kejeli Mungu, si wanabeba sufuria? So Your Excellency, endelea kutembea kwa makanisa. Your Excellency, na nataka nikueleza kitu moja. Mwenzangu amesema sisi huku watu wa Malava tunalima na tunapanda. Your Excellency, kuna cereal board hapa Butali kwa odi yangu ambayo tuliletewa mbolea, tukashukuru. Lakini naomba kama kuna mbolea bado iko Mombasa kwa port, tuletee Your Excellency ya watu waweze kupanda mahindi. Manake ile mbolea ilikuja tuligawana kabisa na ikaisha. Your Excellency, na kupitia kwa patron tuliongea na mheshimiwa Faruku akasema majirani ni kusaidiana. Jirani akikula chapati na sisi pia jirani tukule chapati. Ndio maana anasema mambo ya barabara kutoka Chepsaita iende Muhonje. Na patron, ningeomba sababu watu wako pia wanapeleka miwa mingi sana Butali Sugar hapa kwa factory.
So hiyo barabara hiyo lami pia waziri Murkomen ako hapa iende mpaka Butali kwa factories. Karikara bandu befu. Ili nyinyi mtuletee miwa na sisi tutawaletea mahindi, ama nyinyi mnatuletea mahindi na sisi tunaleta miwa. Mwisho kabisa, Your Excellency, wamesema mambo ya maandamano. Na mimi huambia watu wangu kila siku na nataka kurudia. Kura ilipigwa, Malawa tulipiga kura 27,000 za rais wetu na tuliridhika. The highest in the county. Kama mtu anataka uende maandamano na munisikie vizuri, akufanyie vitu 3. Ya kwanza, akulipia kadi NHIF. Ili ukipata majeraha kwa maandamano utibiwe. Kulea mananga. Jambo la pili, akupatie school fees ya watoto wako. Wakati utakuwa hospitali kwa maandamano, watoto wako wasifukuzwe na principals. Na ya 3, ambayo ni ya muhimu sana, akupatie 20,000, 30,000 ili wakati utakufa kwa maandamano tukunulie jeneza. Sababu Raila hata kunulia jeneza. Tunakubaliana? So Your Excellency, tachukua nafasi pia, nilikuwa nimeongea na patron wetu vile umekuja Butali Chegulo pia na Amanda Shivanga na kukaribisha pia ukuje Butali Chegulo usalimie. Bandwe fula singira nende President William Ruto. Nenda Rigathi Gachagua. Nenda Musalia Mudavadi. Nenda bandu bosi. Nyasaye mlinde. Nenda Malulu Ijendi. Malulu tosha. Asante. Asante sana, nitamuita mheshimiwa mjumbe wa hapa, Mheshimiwa Njendi Malulu. Basi watu wa Malava, niliwaambia tukue kwa serikali, mkasikia na mnaona vile mambo yalivyo. Rigathi, uko nyumbani. Hii ni Malava. Na hii Malava tukisema tumesema. Ningependa kushukuru patron. Yeye amenishika mkono sana hii Malava. Huyu Faruku. Kutoka 2013 na tulipoanza kuongea mambo ya makanisa, kwa maana yeye ndiye alianzisha mambo ya miungano ya kanisa. Tukafanya moja huko Malava Friends Church. Na tena tukaongea hii mradi tulikuwa nayo iko namna gani. Na nikamwambia tulikuwa tunasema kura ikienda hapa itakuwa imekuwa kwa jirani. Tuanza muungano, kwa hiyo barabara tukitoka huko mlima tukitaramuka huko chini. Nasema ni asante. Rigathi, unajua kuna watu wengine huku wauni wanatembea wakiongea mambo yasiyokuweko. Na ukiangalia watu vizuri, hata sio watu wa Kenya kwanza. Ni watu wako kwa nyumba ingine, lakini waneneza maneno atu Rigathi amekosana na Musalia, Rigathi na Wetangula. Sio maneno nyinyi mnasikia. Rigathi ndio huyo, Musalia ndio huyu, Wetangula ndio huyu. Hao watu wameshikana. Hao watu wamefanya nini? Sisi wote tumeshikana na tumesema Kenya kwanza iende mbele. Kama hapa Malava. Unajua Malava, hawa saa nyingine hii maneno ya chama hii saa nyingine haiwavutii sana, wanaangalianga mtu. Hii Malava ukiangalia mambo ya chama, hii Malava iko na UDA, hii Malava iko na ANC, hii Malava iko na Ford Kenya, hii Malava iko na PA. Huyu wa mandevu huyu. Si PA? Simama huyu. Hawa watu wote ni Kenya kwanza. Na tumeshikana. President, sisi tumeshikana huko Malava kufanyia kazi pamoja. Ndio sababu umeona kura yetu ya watu wa Malava ilikuwa kura mingi, lakini shetani akaipa tu watu wawili wakaenda kando. Na tunakuambia ukitembea vile umeanza kutembea hivi, mambo itakuwa mazuri ya ajabu. Gavana wetu wa Kakamega. Asante.
Nilikuwa unajua wewe tulikutana mahali hapo State House. Unajua hapo State House nyingine mimi nakaa kwa corridor. Uliingia hapo na nilikuwa ninaangalia utatengeneza maandamano ama hapana. Nasema ni asante gavana wetu, mama ya maandamano amesema riswa. Na Musalia, hata saa nyingine mimi nikikuangalia wewe kumbe unaona mbele. Huyu Musalia na Wetangula kumbe wanaona mbele. Kwa maana sasa Musalia, unajua kuna hii kura mlikuwa mnapeleka huko kwa maji. Mmepeleka kura kwa miaka mingi. Watu wa Malava hii kura walikuwa wanapeleka huko, mlikuwa mnaona chochote kweli? Sasa Musalia na Wetangula mngekuwa mmeenda huko hii maandamano ya kurushiwa maji, sasa mngekuwa mnaweza namna gani? Mnaona vile maji narushwa huko? Mlifanya vizuri, mmeleta watu wetu mahali pazuri, na wacha tukae hapo. Mlambura kweli. Na mimi ningependa kuambia watu wa Malava, watu wasidanganye nyinyi mambo ya maandamano. Huyu Raila alikuwa kwa hiyo serikali. Hata hii barabara mnalia. Hii barabara unalia hapa, hii barabara kutoka huko kuenda huko. Hii stima mnalia. Yule mtu alikuja ka launch stima hapa Manda Shivanga, alikuwa naibu wa rais wakati akiwa William Ruto. Lakini wakati huyu Raila aliingia kwa serikali na hiyo handshake, hiyo program ikafanya nini? Ikaanguka. Barabara ndio hizo ni mbaya. Stima ndio hiyo haitembei. Na sisi vile tumeamua tumeingia kwa serikali. Na huyo naibu wa rais wakati huo Ruto alianzisha stima. Mambo ya barabara hata ingine huko ilisimama, vile alifurushwa kwa serikali. Na vile umeingia hapa, vile Ruto aliingia, mimi najua hii barabara umeiona. Sio umeongelea. Wewe ukitoka tu hapa, hiyo barabara tunataka tuone Murkomen akileta matrakta yake kwanza kufanya nini? Kulima. Kwa maana tumepoteza vitu mingi sana. Hao watu wa Malava walikuwa ndani ya serikali. Lakini vile huyu jamaa wa maji huko vile aliingia, sisi tukapoteza kila kitu. Kwa hivyo sisi tunaomba maendeleo ile nasema double. Musalia na Wetangula, sisi tumeanza kuona matunda yenu. Na tuendelee kushikana hivyo. Ningependa tu kusema asante kwa kitu moja. Kwa saa hii kupitia kwa huyu Musalia akaenda kuona huyu Rikiji. Kama tuko na kijana wetu mmoja anaitwa Simon Muyumba Indemuli. Simon simama. Simon Muyumba simama, kuja tu hapa mbele. Wewe kijana, nyinyi hii serikali, huyu kijana amekuwa kwa state corporations kwa miaka yote. Tulisoma naye university na kaenda kwa state corporations kwa miaka yote. Huyu kijana mkabarasi hakuwahi kufikia hapo juu. Lakini hawa Musalia, huyu Rikiji na huyu Wetangula wakaangalia hapa tunaweza fanya namna gani mtu kuwa mkubwa wa state corporations equivalent to a permanent secretary. Bashara mama nya state corporations. Kwa ile lugha nyinyi mtaelewa haraka, ni mtu anafanana na mtu anaitwa permanent secretary. Huyu. Hawa sasa wamefanya ni mkubwa. Mtoto yetu kutoka Kabarasi. Asante na wewe ufanya kazi. Wakati mwingine tena wakaangalia wakasemezana. Nani anaweza kusimamia mambo ya elimu hapa Kenya? Hawa wakaangalia Malava vile ileta kura. Vile Malava ileta nini? Kura. Wakaangalia msichana yetu anaitwa Beatrice Inyanga. Inyanga lesi njira kawena. Dr. Inyanga la wayire shindishilei sana. Asante kwa hiyo kazi mmetufanyia. Na sisi watu wa Malava tumesema mambo ya maandamano hapana. Lakini vile watu nasema mara nyingi, kwa vile si tu kwa serikali, na mimi napatikana hapo kwa Rigathi,
Mimi napatikana hapo State House na huyu Faruku amenishika mkono hapa kwa kona nyingine. Mimi sitawaacha. Hata kuna wakati mwingine shetani alikuwa anataka kuniiba kidogo, lakini sasa hivi naambia shetani tembelea mbali. Mimi ningependa kama sijaita wenzangu. Unajua kuna wimbo ya Friends, mimi ni Catholic. Convert kutoka Friends. Kuna wimbo inasema baraka nyingi katwahitaji, tumepokea kiasi, bali twataka nyingi. Kuna mambo mengi mnatufanyia. Kuna Beatrice, kuna huyo Simon. Lakini hao watu wa Malava, mimi nataka ufoka sana kwa hii Malava. Hao watu wa Malava, ukiongea mambo ya commissioner, wanajua tu county commissioner na regional commissioner. Na kuna ambianga high commissioner hawaelewi hiyo nini. Wanauliza anafanyia. Werekadhi mkurudi huko, waangalia Malava, ulete mtu hapa Malava. Kuna mtu mmoja hata wawili ila anaweza kuwa high commissioner. Ndio watu waseme tu hii Malava iko tuna Malava county commissioner, wanajua tu county commissioner. Tena kuna nafasi nyingine mimi naomba. Unajua wimbo ya Friends imesema baraka ni nyingi. Tumepokea nyingi lakini tungali tunahitaji nini? Nyingi. Alafu hao watu wanasikia mara mingi ambassador, hata hawajui ambassador anakaa namna gani. Nataka mkirudi huko tena mnaangalia hapo, mniulize mimi na watu wengine, viongozi wengine, pia watu siku moja wapata mtu anaitwa ambassador. Kwa maana kwa hii miaka yote Malava haijawahi toa mtu anaitwa ambassador. Alafu sumesikia kopia akisema kutoka hapa kuenda headquarters 25 kilometers. Na kuenda hapa ni karibu. Hii Malava ni kubwa ya ajabu. We have 7 wards. Hata ward nyingine kama hii ukitaka kuingia unaingia kwanza Lugari ndio uingie hapa.